Yes, my people, wana wa Mungu, watumishi wa Mungu, nashukuru sana siku hii ya leo. Na mimi kama mtume, Mungu ameweza kuniwezesha siku hii ya leo ili nikaweza kushiriki na nyinyi katika nafsi hii yangu ya kutoa ushuhuda ambao Mungu aliyoweza kunifanyia mazuri na makuu ambayo aliyoweza kunitendea. Natumai ya kwamba kila mmoja Mungu ameweza kumlinda na kumchunga kwa njia moja ama nyingine. Na tunalo jambo la kumshukuru na kumsifu Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye kiini chetu, yeye ndiye muumba wetu, na yeye ndiye kila kitu chetu, yeye ndiye sababu yetu ya kupitia magumu, yeye ndiye sababu yetu ya kupitia kila jambo ambalo tumekuwa tukilipitia. Kunao watu wengi ambao wamekuwa wakitamani kuongea na mtume, watu wengi ambao wameishi kutamani jinsi ambavyo watakavyoweza kuunganishwa ama kuungana na mtume katika hali ya maombi, katika hali ya kubomoa madhabahu ambao yaliyopandwa juu ya maisha ya watu. Mwanzo Mungu ananionyesha ya kwamba huku nje kunayo mashida mengi zaidi ambayo inafanya wana wake wakaweza kulia. Na siku hii ya leo nimeweza kuja hapa na jambo la kumtukuza na kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nanyi. Na ambao hawajaelewa vizuri, mtume ashakuwa na channel yake ambayo ni Mtume Elijah Channel TV. Ukisearch hapo YouTube utapata Mtume Channel TV, na ni vizuri sana kila mtu akaweza kusubscribe na kushare video za mtume na kuweza kucomment hapo kwa yale mashinda ambayo umekuwa ukiyapitia, ili tukaweza kuomba na kuyavunja madhabahu mabaya. Mimi siku hii ya leo ninayo sababu ya kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo amekuwa akinipigania, kwa yale yote ambayo amekuwa akinitendea, na kwa mahali ambapo Mwenyezi Mungu ameweza kunitoa. Ni wokozi ambao Mungu ameweza kunitunuku kwa mkono wake, na hiyo ni ishara sawa ya kuonyesha ya kwamba Mungu anayo fursa ya pili ya kuokoa wana wake ambao wanaomuamini, na ana fursa ya pili ya kuwasamehe ambao watakao tubu dhambi zao na kuwafungulia njia na kuwatendea mema. Katika jina la Yesu Kristo, siku hii ya leo nimeshukuru sana kwa sababu ya kuweza kuongea na nyinyi moja kwa moja, na natumai ya kwamba tutaendelea kuongea kwa zaidi na watu wengi watakaweza kusaidika kupitia njia hii ya mtume. Wacha niweze kusimama ili, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba kwa yule yote ambaye atakaye mtafuta, naye ataweza kumnyoshea mkono wake na uso wake ili akaweza kumuona na kuona mkono wake Mwenyezi Mungu. Kunalo somo ambalo ningetaka tukaweza kulisoma hapa. Yes, ambalo ni somo lililo katika kitabu cha Psalms. Mtazamaji wangu, ni vizuri tukaweza kufungua kwa neno la Mwenyezi Mungu ili tukaweza kuomba na tukaweza kuendelea vizuri. Mwanzo Mungu ndiye kila kitu, Mungu ndiye jawabu letu. Wacha tuombe. Tusome kitabu cha Psalms 39. Hapa ni 40 kuanzia 1. Huu ni kama wimbo wa kumtukuza na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo amekuwa akitutendea, kwa yale ambayo amekuwa akitufajiri nayo. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii ili nikaweza kukusomea kidogo. Ninaomba kila mmoja ambaye anayenitazama hapo akaeja kufungua kitabu cha Psalms. Psalms 39, tusome hapo 40. A song of praise. Katika jina la Yesu Kristo, wacha tuweze kusoma. I waited patiently for the Lord's help. Niligoja kwa uvumilivu usaidizi wake Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu linasema
Utakapo muongojea Mwenyezi Mungu kwa hamu na dhati, naye Mungu ataweza kukunyoshea mkono wake na uso wake utaweza kuona. Then he listened to me and heard my cry. He pulled me out of dangerous pit and of the deadly quicksand. Ati Mungu aliweza kunisikiza kwa makini, na Mungu aliweza kunilinda kutoka jiwe lile ambalo alilo niokoa. He set me safely on a rock. Unaona? Yes, and made me secure. Akaniokoa na akaniwekea ulinzi wake. He taught me to sing a new song, a song of praise to our God. Naye Mungu ni nani? Wakati umepitia hayo mashida yote, Mungu hakunyimi wimbo ambao ni wimbo wa kumshukuru na ambao ni wimbo wa kumtukuza, kwa sababu yote hufanyika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Let's go on. Many who see this will take warning and will put their trust in the Lord. Ambao watakao lisikiza neno hili ambalo linawafikia kupitia mtumishi wa Mungu Mtume Elijah, hao ndio ambao watakao hao ndio ambao watakao jifunza wimbo huu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu, na hao ndio watakao muimbia Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati unaoimba wimbo unaimba wimbo kwa sababu ya baraka za Mwenyezi Mungu, na unaimba wimbo ambao ni wimbo wa kuyasifu mazuri na makuu yake Mwenyezi Mungu. Nne inasema, happy are those who trust the Lord, who do not turn to idols or join those who worship false gods. You have done many things for us, O Lord our God. There is no one like you. You have made many wonderful plans for us. Mungu anatuambia na anatupa neno la kutupa uvumilivu hapa, huku anasema ya kwamba ataweza kutukarimu moyo wa uvumilivu, moyo wa kuongojea, moyo wa kumhitaji Mwenyezi Mungu, na tukaamini, na kwa imani yote yataweza kutendeka. I could never speak of them all, their numbers is so great. Na kunayo mambo mingi sana ambayo Mungu sio lazima ukaweza kumuelezea yote mwanzo. Wakati umeweza kumuita Mungu kwa imani, wakati umeweza kumlilia Mungu kwa imani, Mwenyezi Mungu naye hukusikiza na kukutunuku kwa kukusikiza na kujibu ombi ambalo umeweza kumuomba. Kwa hivyo I think you do not want sacrifices and offerings. You do not ask for animals burnt whole of the altar, or for sacrifices to take away sins. Instead, you have given me ears to hear you. Mungu, ili ukaweza kumpata na kumuelewa, Mungu hakuitishi dhabihu lolote la kukusaidia kumuelewa na kumsikiza, lakini unaweza ukamtolea Mungu dhabihu ambalo ni dhabihu la kukomboa na kukupigania na kukomboa kwenye madhabahu mabaya, kwa sababu ameweza kukubariki na masikio ya kumsikiza, na ambayo masikio hayo haina madhabahu ambayo inayohitaji kupandiwa ili ukaweza kumsikiza. Okay. And so I answered, here I am, your instructions for me are in the book of the law. How I love to do your will. May God I keep your teaching in my heart. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, naomba kila mmoja akaweza kuwa na ile dhiki na imani na hoja kubwa zaidi ya kukusikiza. Watu wa Mungu, nikimalizia video hii,
naweza taka niwaeleze ya kwamba kunao watu wengi sana ambao wamekuwa wakipigana na kazi ya Mungu. Watu ambao wakati nilipopeana namba yangu ya simu, kunao watu walionitumia mapicha mabaya, video mbaya katika mtandao wangu, na hao watu nimeweza kuomba Mungu na Mungu amenieleza ya kwamba ataweza kuadhibu wale watu wote ambao wanaoharibia mtume jina. Hao watu lazima watakaoweza kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Mwanzo mimi sijaweza kujituma peke yangu hapa duniani, ila tu Mwenyezi Mungu ndiye na ambaye ameweza kunituma ili nikaweza kumtumikia na kumfanyia kazi yake katika jina la Yesu Kristo. Na tutaendelea kuwa pamoja. Ambaye atakayetaka kusaidika kimaombi, ni vizuri akaweza kucomment hapo na akaweza kunieleza chochote ambacho kinamsumbua, ili tukaweza kuomba na kuyavunja madhabahu yaliyopandwa juu ya maisha yake. Natumai ya kwamba kila mmoja ameweza kubarikiwa na neno hilo. Mwanzo ni neno tukufu lake Mwenyezi Mungu, na kwa yeyote ambaye anayenitazama na muitishia imani katika maisha yake. Kunayo sehemu ingine ambayo nayo nitakayo kuletea, ambayo itakuwa ni sehemu ya kutabiria ufunuo wa maisha ya kila mtu. Sehemu ambayo itakuwa ikitabiria maendeleo kwa kila maisha ya mtu. Sehemu ambayo itakuwa ikitabiria mambo mengi katika jina la Yesu Kristo. Tuendelee kuwa pamoja, tuungane na mtume na Mungu ataweza kutubariki na kututendea mema. Wacha tuweze kuamini na tuombe katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, katika jina lako kuu Mungu, tunakutukuza, tunakuabudu. Tunakushukuru Mungu kwa ule mkono wako ambao uliotunyoshea wa ukarimu Mungu. Tunajua ni mengi sana ambayo tunayoyahitaji siku hii ya leo hapa mbeleni zako Mungu. Tunanyenyekea tukikubembeleza Baba, ukaweza kututegea masikio yako na kutusikiza na kutujibu maombi yetu. Angalia Baba, kunao wana wako wanaokuhitaji zaidi. Angalia Baba, kunao wana wako ambao walio na mashida mengi zaidi. Kupitia mtumishi na mwana wako mtume, katika jina la Yesu Kristo naitisha ufunuo, naitisha baraka kwa maisha ya kila mmoja. Na utakapofanya hivi Mwenyezi Mungu, baraka na imani zitaweza kutujazilia na tukaweza kutukusa siku zote. Baba, wewe ndiye muumba wetu, wewe ndiye Mungu ambaye hana ungomvi na mtu, wewe ndiye Mungu ambaye hana revenge na mtu yeyote, wewe ndiye Mungu ambaye hana ubaya na mtu yeyote. Na ndio maana Mungu tunakutolea mioyo na nyoyo zetu, tukazileta mbele zako tukinyenyekea, tukikuitisha baraka na ufunuo wako katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.